kwa heshima sasa naomba nimlete katika hadhara hii Samahat Sheikh Salum Nayabagabo. Huyu ni mufti kutoka Burundi. Mheshimiwa Mufti, karibu sana. Mheshimiwa kipenzi chetu Sheikh Dr. Hussein Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Allah akuhifadhini, akulindeni na akuridhieni. Mheshimiwa mkubwa wangu, mwalimu wangu, mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Mbwana, Allah akuhifadhi. Mzazi wangu, shekhe wangu, mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kaabi, Allah akuhifadhi na akuridhieni. Waheshimiwa wa mufti wa nchi tofauti ambazo zimeweza kuhudhuria hadhara hii, waheshimiwa mashekhe zetu, wakubwa zetu, waheshimiwa mabunge na mawaziri, waheshimiwa wakina mama, dada zetu, shangazi zetu, itifaki zingatiwe. Niwaombeni radhi, mnikubalieni niweze kutoa salamu maamkizi kutoka kwa ndugu zetu, kwa ndugu zenu Waislamu wa Burundi, nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, viongozi mbalimbali, nayo saada na usudi kujikuta mara nyingine tena katika ardhi nzuri iliyotoa mababu zake, ardhi iliyotoa mababu zake bila uchoyo, kutembea usiku na mchana ili kuufikisha Uislamu nchini mwangu, nchini ya Burundi na nchi jirani. Kwa niaba ya Waislamu wote wa Burundi na kwa niaba yangu, nikubalieni nitoe shukrani za dhati kutoka uvunguni mwa nafsi zetu kwa kazi hiyo adhimu iliyofanywa na babu zetu toka visiwa vya Unguja na Pemba, visiwa vya Uislamu na amani, visiwa vya waridi na yasmini, vya karafu na maadili mazuri ya Uislamu. Mheshimiwa Rais, kweli kabisa hijra ni chimbuko la maridhiano, ni chimbuko la ustahimilivu na maendeleo katika jamii. Watukufu wa Islamu, tuweze kudiriki kwa sababu gani tuko hapa na kipi kinachoendelea na kipi kinachotakikana. Tusije tukakaa bila kujua sababu gani tuko hapa, ni kipi kinachoendelea, ni kipi kinachotakikana. Watukufu wa Islamu, huyu mwaka ambao tunaumaliza ni siku 365 au 360. Tuliyapata mengi na tuliyaona mengi, na vile vile tulipata hasara ya mengi, lakini je, yalitufunza kitu gani? Niruhusuni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania na wa Zanzibar, Mheshimiwa wa Mufti, niseme kwamba mwaka mpya wa Kiislamu ni mwaka uliosahaulika vifuani mwa wengi wa vijana wetu na mabinti zetu na kadhalika, kwa kuwa hatuutilii manane kwa kujua ndio mwaka kiumbe mtukufu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala,
alihama kwa taabu. Watu wengi tunashindwa kuendeleza nchi zetu na jamii zetu kwa sababu hatutaki taabu. Ndio mwaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka katika mji wa Maka kwenda Madina kwa taabu na kiu na kwa shida, lakini lengo lake ilikuwa ni kuhakikisha maridhiano, ilikuwa ni kuhakikisha maendeleo ya jamii yake na wa ulimwengu wote. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Sio mtume wa Waislamu tu, bali ni mtume wa walimwengu wote, na ndio sababu akapewa dini ya Uislamu ambayo ni amani. Kwa maana nyingine, ulimwengu bila amani hakuna kitakachoendelea. Ni lazima Waislamu, hasatan viongozi, tujifunze kufundisha vijana wetu ubora wa amani na thamani ya amani, waweze kulinda amani, waweze kuridhiana. Na ndo sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitokeo kama hili la maridhiano, alivyofika Madina kutoka Maka, kitu cha kwanza alifanya Sahifatul Almadina, mkataba wa maridhiano baina ya makabila tofauti wa usalama, kwa sababu Uislamu ni dini ya usalama, ni dini ya amani. Waislamu wa ziwa la Zanzibar, muweze kuungana nyie wote nyuma ya viongozi wenu kwa kulinda usalama, kwa sababu Uislamu ni usalama. Na haya hakuna ambaye anaweza kayadiriki wala akayafahamu isipokuwa yule ambaye yuko katika ukimbizini. Wewe kwa sababu uko nyumbani hauwezi kayadiriki. Na ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajielekeza Madina kwenda kutafuta nchi. Sisi kwetu kwa Burundi kuna lugha tunayoitumia, ata dini ata gihugu na dini. Kama hakuna nchi na dini hakuna, kama hakuna usalama na dini hakuna. Hauwezi ukafanya ibada kama hizi kama hakuna usalama, na usalama ni nchi. Kwa hivyo watukufu wa Islamu, kwa kumalizia, niwaombeni kitu kimoja, kuanzia kwa viongozi wangu wakubwa wote. Allah subhanahu wa ta'ala katuumba, katuweka katika hii ardhi, tukazaliwa. Kila umoja wetu alizaliwa, kila umoja wetu hapa alizaliwa. Alafu kila umoja wetu akampa nafasi ya kuishi, na baada ya hapo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka uache athari. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, na athari zao ni lazima tuache athari. Ni ipi athari tunaenda kuiacha, watukufu wa Islamu? Alafu watukufu wa Islamu, katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waqifuhum innahum mas'ulun. Wakati tutakapomaliza maisha yetu ya duniani, tunaenda kufufuliwa, Allah anazungumza, anasema waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hao kwanza waulizwe kabla ya kwenda kupewa thawabu, imma janna au nar. Waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni kwanza waulizwe. Wanaulizwa kwa nini? Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'maluna, kwa yale ambao walikuwa wakiyatenda. Tuangalie vitendo vyetu
viko vinaenda sambamba na maadili ya Uislamu na maadili ya Mtume ambaye alihama katika tokeo kama hili kwa kwenda kutafuta maridhiano ambayo inaitwa Sahifatul Madina, akaweka mkataba baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Alafu baadaye ustahimilivu, lazima mtu awe na subra katika maisha ili aweze kudumisha usalama, kwa sababu ni njia ambayo ni safari ambayo ina matatizo. Maisha mpaka ufike ni safari ambayo ina matatizo, lazima pawepo ustahimilivu. Alafu baadaye maendeleo ya jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya ustahimilivu alianza kujenga nchi ya Madina, mpaka akajenga misikiti, kwa sababu maridhiano yapo, ustahimilivu umepatikana, nchi inajengwa. Kwa hivyo watukufu wa Islamu, Allah hatatuuliza kwa haya tunayoyazungumza, atatuuliza kwa yale ambayo tunayatenda. Niwaombe katika hadhara hii viongozi wote, hasatan mamufti wa Afrika ya Mashariki, tuweze kuungana, tujenge taasisi moja ya Afrika ya Mashariki ya jamii ya Kiislamu, tuweze kusaidia vijana wetu kuelewa wako wapi, wanahitaji kitu gani, wanajielekeza wapi. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ampe umri mrefu wenye manufaa ili tuweze kufaidika na elimu yake. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tulikuwa tunaendelea na shughuli yetu hii